tunasema kazi iendelee. Kazi iendelee kwa mkulima, kazi iendelee. Kwa mchimba madini, kazi iendelee. Anayeongeza thamani ya bidhaa, kazi iendelee. Katika miaka minne ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania imepiga hatua kubwa katika uchumi, kijamii na kidiplomasia. Kwa uongozi wake thabiti, ameimarisha demokrasia, ameboresha miundombinu, elimu na afya, pamoja na kukuza usawa wa kijinsia kwa wanawake na vijana. Juhudi zake za kuimarisha ushirikiano wa kimataifa zimeleta fursa mpya za uwekezaji na maendeleo. Jiunge nasi kutathmini mafanikio na mustakabali wa taifa letu. Kwenye sekta ya uchukuzi, serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe mosi Agosti mwaka 2024 ilizindua rasmi safari za treni ya SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Mradi huu wa kimkakati uliendeleza kilomita 722 zilizokuwa zinajengwa mwaka 2021 hadi kufikia kilomita 2102 zilizojengwa mwishoni mwa mwaka 2024. Kupitia mradi huu, tunaweza kupunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Dodoma kwa 60%, kutoka masaa 9 au saa 9 hadi wastani wa saa 3.5. Hatua hii itarahisisha shughuli za kibiashara na kijamii kati ya majiji haya makubwa na muhimu kibiashara na kiutawala. Tangu kuanza kwa safari za treni ya SGR, serikali kupitia TRC imesafirisha zaidi ya abiria milioni 1.3 na kuwezesha kukusanya maduhuli yenye jumla ya shilingi bilioni 37.6. Rais Samia Suluhu Hassan amefanikisha upatikanaji wa fedha za ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tabora Kigoma kilomita 506, ambayo itafungua mipaka ya biashara na nchi ya demokrasia ya Kongo kupitia ziwa Tanganyika Kigoma. Katika kuimarisha usafiri wa anga nchini, tangu Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, zimenunuliwa ndege 7 na kuifanya ATCL kuwa na ndege 14 mpya za kisasa za abiria na ndege 1 ya mizigo zinazohudumia vituo vya ndani, kikanda na kimataifa. Uwekezaji huu umeiwezesha ATCL kuongeza idadi ya abiria na mapato. Idadi ya abiria wa ATCL imeongezeka kutoka abiria 822,232 mwaka 2021-22 hadi abiria milioni 1,123,696 mwaka 2023-24. Kwa upande wa mapato, ATCL imefanikiwa kuongeza mapato kutoka shilingi bilioni 254 mwaka 2021-22 hadi shilingi bilioni 464.5 mwaka 2023-24. Pamoja na hayo yote, serikali ya Tanzania imejikita katika kutanua na kuboresha bandari za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara, pamoja na kuzindua bandari mpya ya Mbamba Bay. Bandari hii itarahisisha
tena usafiri na usafirishaji wa bidhaa kwenda nchi jirani Malawi, na tunatazamia biashara iliyopo itaongezeka zaidi na zaidi kuliko ilivyo sasa. Hivyo uwepo wa bandari hii utaongeza fursa zaidi kwa nyinyi wakazi wa Nyasa, wakazi wa wilaya hii, na niwasisitize Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati na kwa kiwango au viwango vya ubora kama tulivyokubaliana kwenye mikataba. Wakati ninaweka jiwe la msingi, nimeonyeshwa picha bandari hii itakavyokuwa. Wakijenga kwa viwango vinavyotakiwa, ni bandari nzuri sana. Serikali kupitia TPA inaendelea na utekelezaji wa mradi mkubwa wa uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 421. Mradi huu unatarajiwa kuongeza uwezo wa bandari kutoa huduma kwa meli kubwa za kisasa na kuboresha ushindani wa bandari ya Dar es Salaam katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Sekta ya nishati nchini imepitia mabadiliko makubwa. Kufikia Februari mwaka 2025, uwezo wa uzalishaji wa umeme nchini umeongezeka hadi megawatt 3796.71, zaidi ya mara mbili ya megawatt 1889.84 zilizorekodiwa Januari mwaka 2024. Utekelezaji wa mradi wa umeme wa maji wa Julius Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha megawatt 2115 umefikia asilimia 99.8. Kwa sasa mashine 8 kati ya 9 zimeanza kuzalisha jumla ya megawatt 1880, huku mashine moja iliyobaki ikitarajiwa kukamilika Februari mwaka 2025. Mradi huu umeondoa mgao wa umeme, kuzima mitambo ya gharama kubwa ya mafuta na kuimarisha upatikanaji wa umeme vijijini kwenye treni ya SGR na maeneo yasiyokuwa na umeme. Tutumieni umeme kwa maslahi ya kiuchumi. Kila anayeweza kuutumia kwa maslahi ya kiuchumi au tumie umeme kwa maslahi ya kiuchumi. Anayeweza kuweka saluni kukata nywele kwa kutumia umeme aweke. Anayeweza kuchoma vyuma katengeza madirisha aweke. Anayechoma mageti afanye. Kila anayeweza kutumia umeme kwa maslahi ya kiuchumi afanye. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kinara wa ajenda ya nishati safi ya kupikia nchini na barani Afrika. Pamoja na kuzindua mkakati wa taifa wa nishati safi, anaendelea kuinadi ajenda hiyo katika jukwaa la kimataifa. Lengo lake ni kuhakikisha kuwa watu wanapika katika mazingira salama kiafya na kimazingira. Kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia ni suala la utamaduni pia. Lazima watu wabadilike. Lakini anaweza akajiuliza, maharage yataivaje hapa? Ubwabwa matandu nitapata wapi hapa? Lakini ladha ya chakula ukipikia kuni na hii ni tofauti. Sasa hayo ni ya kufikirika tu. Na jinsi tunavyokwenda tukiendekeza hayo yanakwenda kutupa hasara kubwa zaidi. Ni lazima tubadilike. Matandu nini, zitakuja tu njia za kupata matandu kwa wale ambao tunadaiwa matandu tukipakua. Lakini jingine ambalo tunaomba wananchi watusaidie ni kuendelea kupanda miti ili kulinda mazingira yetu na kufidia uharibifu ambao tayari ulikushafanyika. Hakika ili tufanikiwe na mkakati huu tunahitaji ushirikiano wa wadau wote muhimu katika jamii yetu ya Tanzania. Vilevile Rais Samia aliweka historia nchini alipoongoza mkutano wa nishati barani Afrika uliohudhuriwa na wakuu wa nchi 22. Malengo ya mkutano yalikuwa kuweka mkakati mahususi wa kuhakikisha kuwa watu milioni 300 barani Afrika wanapata huduma ya umeme ifikapo mwaka 2030. Mataifa 12 ya Afrika ikiwemo Tanzania yalizindua mipango ya kitaifa ya nishati National Energy Compact 2025-2030. Wahenga wananena afya ni mtaji.
Chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, sekta ya afya ya Tanzania imepata mafanikio makubwa katika miaka minne iliyopita. Mafanikio hayo ni pamoja na serikali kuongeza vifaa vya kisasa vya matibabu, ikiwa ni pamoja na mashine 13 za MRI, 45 za CT scan, 491 za digital x-ray na 970 za ultrasound, ambazo sasa zinapatikana hadi kwenye zahanati. Uwezo wa wataalamu wa afya umeimarishwa, na kupitia mpango wa Samia Health Specialization Scholarship, madaktari bingwa 1455 walipata mafunzo. Idadi ya madaktari bingwa ikaongezeka kutoka 2637 hadi 2684 mwaka 2024. Huduma za uzazi za dharura zimeimarishwa, na vituo vinavyotoa upasuaji wa kumtoa mtoto tumboni vimeongezeka kutoka 338 hadi 523. Mfumo wa mama unaotoa usafiri wa haraka kwa wajawazito umewafikia zaidi ya wanawake 105,780 nchini. Uongozi wa Rais Samia umetambuliwa kimataifa, ambapo ameteuliwa na Umoja wa Mataifa kuwa championi wa dunia wa usawa wa kijinsia, na amepokea tuzo ya The Global Goalkeepers kutoka Gates Foundation kwa mafanikio makubwa katika sekta ya afya, ikiwemo kupungua kwa vifo vitokanavyo na uzazi kwa 80%. Msemo maarufu usemao maji ni uhai umepewa kipaumbele kikubwa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Upatikanaji wa maji vijijini umeongezeka kutoka 70.1 hadi 79.6, huku mijini ukiwa umeongezeka kutoka 84 hadi 90. Miradi 1633 ya usambazaji wa maji imekamilika, ikiwa ni pamoja na miradi 1335 vijijini na 298 ni mijini. Tanzania yote ni maji mwa. Na kwa yale maeneo ambayo hatujafika, tunahakikisha maji yatakuwa mwa. Ameniambia waziri hapa, tukimaliza miradi iliyoko kwa Tanzania nzima kwa mijini tutakaribia 100%, lakini kwa vijijini tutapita 95%, tutakuwa kwenye 97 au 96. Kwa hiyo tunapaswa kusema kwamba Tanzania yote maji ni nini? Mwa. Mama ametutua ndoo na maji. Wananchi sijawasikia maji. Katika kulinda vyanzo vya maji, serikali imezindua kampeni ya kitaifa ya upandaji miti rafiki wa maji, ambapo tayari miti milioni 2,541,803 imepandwa katika mabonde yote 9 hapa nchini. Kwa hatua hizi zote na nyingine nyingi, Tanzania inasonga mbele kuelekea upatikanaji endelevu wa maji safi na salama kwa maendeleo ya taifa. Serikali imeweka msisitizo kwenye uongezaji thamani wa madini ili kuhakikisha inapata faida kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Kupitia ushirikiano wa kimataifa na uwekezaji wa kimkakati, Tanzania inajitokeza kuwa kitovu cha madini Afrika Mashariki na duniani. Maboresho na usimamizi wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na uanzishaji wa masoko ya madini na vituo vidogo vya ununuzi wa madini. Makusanyo ya maduhuli ya serikali yameongezeka kutoka shilingi bilioni 161 mwaka 2015-16 hadi kufikia shilingi bilioni 756 mwaka 2023-24. Tunao kina mama na vijana kama nilivyosema mwanzo walioko kwenye sekta hii ambao wanashindwa kujitanua zaidi kwa kukosa maeneo ya uchimbaji, hali inayokwamisha juhudi zao. Wapo pia baadhi ya watu wenye leseni za uchimbaji, lakini maeneo waliopewa hawayaendelezi, hali inayotuchelewesha kimaendeleo. Sasa tunapokwenda mbele, tutahakikisha kuwa leseni za uchimbaji za madini tunazozitoa zinafanyiwa kazi. Lakini amesema vizuri waziri hapa kwamba wale wote waliokuwa na leseni na kuwewe maeneo,
bila ya kuyatumia tumeyarudisha serikalini, tutapima na kuyagawa kwa wachimbaji wetu wadogo ndani ya nchi. Aidha, kuanzia kipindi cha Julai hadi Disemba 31 mwaka 2024, kiasi cha shilingi bilioni 522 kimekusanywa, sawa na asilimia 52.15, huku lengo la mwaka 2024-25 likiwa ni kukusanya shilingi trilioni 1. Chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, sekta ya viwanda na biashara imepiga hatua kubwa katika miaka 4 iliyopita. Serikali imeweka mazingira mazuri ya kuvutia uwekezaji na kuimarisha uchumi wa Tanzania. Tanzania sasa ina viwanda 14 vya magari, vikiwemo viwanda viwili vya kuunganisha magari, GF Trucks na Equipment Limited huko Kibaha na Saturn Corporation Limited huko Kigamboni. Viwanda hivi vinachangia kwa kiasi kikubwa katika sekta ya ujenzi wa magari nchini. Tanzania pia ina viwanda vitatu vya vioo ambavyo ni Kioo Limited, Salebai Glass Industries Limited na Sapphire Float Glass Company Limited, pamoja na viwanda 14 vya saruji. Sekta ya ujenzi na ustawi wa miundombinu imeimarishwa kwa kiasi kikubwa. Katika kipindi hiki, Wizara ya Viwanda na Biashara imefanikisha maonesho 48 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba. Kampuni 3954 zilishiriki na mauzo ya papo kwa papo yalifikia shilingi bilioni 3.62, ikionyesha nguvu ya uchumi wa Tanzania katika soko la kimataifa. Kuanzia kuimarisha ushiriki wa serikali hadi kuvutia uwekezaji wa kimataifa, mafanikio ya sekta ya uwekezaji yamekuwa ya kuvutia. Kupitia mamlaka ya maeneo ya uzalishaji wa mauzo ya nje EPZA, uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 1.17 umefanyika nchini. Miradi 45 iliyosajiliwa imeleta ajira zaidi ya 20,000 na kuongeza mauzo ya nje kwa thamani ya dola milioni 397.64. Kituo cha uwekezaji Tanzania TIC kimesajili miradi 901 mwaka 2024, ikivunja rekodi ya miradi 885 iliyosajiliwa mwaka 2013. Miradi hii imeimarisha sekta za kilimo, viwanda na bidhaa za madini. Kwa kuunganisha taasisi kama TIC na EPZA, serikali imeondoa mwingiliano wa majukumu na kuweka mazingira mazuri ya kuvutia uwekezaji zaidi. Serikali kupitia TAMISEMI imefanya kazi ya kutambua na kukusanya takwimu za masoko 1415 katika halmashauri 184 ilipofika Disemba mwaka 2024. Mpaka sasa, serikali imesajili vikundi 4073 vya huduma ndogo za fedha, kufikia jumla ya vikundi 56,645 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu nchini. Pia imeanzisha mfumo mpya wa utoaji wa mikopo kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Hadi Disemba mwaka 2024, vikundi 2726 vimepata mikopo ya shilingi bilioni 27.67 kutoka halmashauri 64, huku shilingi bilioni 27.76 zikitokana na mapato ya halmashauri na milioni 93.1 kutoka marejesho ya mikopo. Serikali inaendelea kuboresha sekta ya elimu kwa kujenga shule mpya 234 za kata, shule 103 za sekondari za amali na shule 7 za bweni za wavulana, pamoja na nyumba za walimu 229. Zaidi ya shilingi bilioni 9.35 zimetumika kununua vifaa vya tehama kwa shule 231 za sekondari, zikiwemo kompyuta, projectors na vifaa vingine vya kidigitali. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi
imepata mafanikio makubwa katika usajili na ugawaji wa ardhi. Hadi sasa hati miliki zaidi ya 1,11474 zimetolewa kwa wananchi. Pia sehemu za majengo 252 imesajiliwa na nyaraka za kisheria 1,123,583 zimeshaandaliwa. Hati za haki miliki za kimila 5,042 zimetolewa kwa wananchi katika halmashauri mbalimbali hapa nchini. Shirika la Nyumba la Taifa NHC linaendelea na ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, huku nyumba 1,015 zimekamilika, 387 zikiwa zimekamilika kabisa na nyumba 628 ziko kwenye hatua ya mwisho kukamilika. Wizara pia imepitisha sera ya ardhi ya mwaka 2023 na inaendelea kuboresha sera ya maendeleo ya makazi ili kuhakikisha usimamizi bora wa sekta ya nyumba na kuongeza tija. Sekta ya kilimo oye! Ndugu wananchi, serikali yetu imejipanga kujenga uchumi jumuishi, yaani uchumi unaowainua wananchi wote na unaowezesha wananchi kunufaika ipasavyo na jasho lao. Na ukweli ni kwamba wananchi wengi wapo kwenye sekta hizi za kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa msingi huo, serikali iliongeza bajeti ya kilimo. Hii ni sawa na ongezeko la mara 4 au 4.24 na karibu shilingi trilioni 1 ya nyongeza kwa ajili ya kuendeleza kilimo na wakulima tu. Kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. Chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, sekta ya kilimo imepiga hatua kubwa katika miaka 4 iliyopita. Bajeti ya kilimo imeongezeka kwa 230% kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021-22 hadi shilingi bilioni 1,248 mwaka 2024-25. Kwa kuanzisha Benki ya Taifa ya Ushirika kwa mtaji wa shilingi bilioni 20, wakulima sasa wanapata mikopo yenye riba ya chini kama 4.5. Serikali pia imeshawishi taasisi za fedha kupunguza riba kutoka 22% hadi 9%, jambo linalochochea uwekezaji zaidi katika kilimo. Kupitia kituo cha huduma za ushauri kwa wakulima Kilimo, utoaji wa huduma za ugani umeimarishwa. Pia sekta ya kilimo imefungamanishwa na viwanda, ikiongeza thamani ya mazao yetu. Vile vile, mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi yameongezeka maradufu kufikia dola bilioni 2.3 na kuimarisha nafasi ya Tanzania kwenye soko la dunia. Huku kilimo cha mazao ya biashara kikipiga hatua pia, uzalishaji wa alizeti pekee umeongezeka kwa 136.4, huku mazao kama tumbaku, pamba na korosho yakivutia uwekezaji. Kupitia programu ya Jenga Kesho iliyo bora, vijana 686 wamepewa mashamba kwa ajili ya kilimo biashara, wakijenga mustakabali mzuri wa maisha yao. Teknolojia pia inachangia kukabiliana na changamoto. Serikali imenunua ndege nyuki 41 kwa ajili ya kudhibiti wadudu waharibifu na kulinda mavuno ya wakulima. Serikali imeanzisha masoko 9 ya mifugo, huku 8 yakiwa hatua za mwisho kukamilika. Vituo 5 vya ukusanyaji wa maziwa vimejengwa na vingine 5 vinaendelea kujengwa. Sekta ya uvuvi ikichangia 1.7% kwenye pato la taifa na kutoa ajira kwa zaidi ya watu milioni 6. Ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko umekamilika kwa 79% na unatarajiwa kuajiri watu 570. Mauzo ya samaki nje ya nchi yaliongezeka kutoka tani 42,371.41 zenye thamani ya shilingi bilioni 509.9 kwa maana ya dola za Kimarekani 213.4 milioni mwaka 2023 hadi tani 59,746.41 zenye thamani ya shilingi 775.9 bilioni
sawa na dola za Kimarekani 289.6 milioni mwaka 2024. Huku hatua za serikali dhidi ya uvuvi haramu zimechangia kupunguza uvuvi wa baruti katika pwani. Wizara ya Maliasili na Utalii imeendelea kutangaza utalii wa Tanzania kupitia filamu za kimkakati zikiwemo The Royal Tour na Amazing Tanzania. Filamu hizi zimeongeza idadi ya watalii kutoka milioni 1.8 mwaka 2023 hadi milioni 5.4 mwaka 2024, na mapato ya utalii yakiongezeka kutoka dola za Marekani milioni 3.3 hadi dola milioni 5.9. Vilevile Tanzania imetambulika zaidi kimataifa na kuweza kupata tuzo za World Travel Awards WTA pamoja na Africa's Leading Destination 2024, World's Leading Safari Destination 2024 na hifadhi ya taifa Serengeti kuendelea kuwa bora duniani kwa miaka 6 mfululizo. Mlima Kilimanjaro pia umejizolea sifa kubwa kwa kushinda African Leading Tourism Attraction 2024, huku bodi ya utalii ikishinda Africa's Leading Tourism Board. Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa tuzo za World Travel Awards kwa ukanda wa Afrika na Bahari ya Hindi mwaka 2025. Chanda chema huvikwa pete. Historia imeandikwa katika sekta za utamaduni, sanaa na michezo katika kipindi kifupi cha miaka 4 ya uongozi wake. Utamaduni wetu umepata nguvu mpya, matamasha na makongamano yameimarika, yakileta ajira, kukuza utalii wa kiutamaduni na mshikamano wa kitaifa. Kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake mwaka 1957, mashindano ya mpira wa miguu kwa mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027 yatafanyika Tanzania kwa kushirikiana na nchi za Kenya na Uganda. Pia Tanzania imepata fursa ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya CHAN yatakayofanyika nchini mwezi Agosti mwaka 2025. Kwa mara ya kwanza michezo kwa watu wenye ulemavu imepewa kipaumbele. Tembo Warriors wameipa Tanzania heshima kimataifa, huku Serengeti Girls wakifanya historia kwenye kombe la dunia. Serikali imeanzisha mfuko wa maendeleo ya michezo kusaidia timu za taifa kushiriki mashindano ya kimataifa, kukuza vipaji, kuboresha miundombinu, kulipa mshahara wa kocha wa Taifa Stars na kuwajengea uwezo viongozi wa michezo. Kupitia mfuko huu, shilingi bilioni 9.6 zimetolewa, zikichangia mafanikio makubwa katika sekta ya michezo hapa nchini. Jumla ya polisi kata au shehia 4349 wameajiriwa na shilingi bilioni 29 zimetumika kununua magari mapya ya polisi, pikipiki na boti za uokoaji ili kuongeza ufanisi wa majukumu ya usalama. Aidha, sekta ya zimamoto na uokoaji imeboreshwa kwa kupata magari mapya kuzima moto, huku mpango wa dola milioni 100 ukiandaliwa kwa ajili ya vifaa vya kisasa vya dharura ikiwemo helikopta. Serikali ya awamu ya 6 imewezesha mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kupiga hatua kubwa katika kupunguza uingizaji, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya hapa nchini. Kwa kushirikiana na vyombo vya dola, zaidi ya kilogramu milioni 2.3 za dawa za kulevya zilinaswa mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la 18.53 ikilinganishwa na mwaka 2023. Katika ngazi ya kikanda na kimataifa, mamlaka iliimarisha ushirikiano kwa kusaini makubaliano na nchi za Zambia, Msumbiji, Afrika Kusini pamoja na mashirika kama vile UNODC na INCD. Katika kipindi cha miaka 4, Tanzania imepata heshima na kutambulika katika majukwaa mbalimbali kikanda na kimataifa. Serikali ya awamu ya 6 imeandaa na kushiriki mikutano mikubwa ya kimataifa
ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia na kibiashara, hivyo kufungua fursa zaidi kwa maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia alishiriki katika mkutano wa G20 uliofanyika Rio de Janeiro, Brazil. Kupitia mkutano huo ambao Tanzania ilipata mwaliko wa kushiriki kutoka kwa Rais wa Brazil Mheshimiwa Lula da Silva kwenda kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo umekuwa kielelezo cha heshima kubwa kwa nchi na kutambulika kwa mchango wa Tanzania katika masuala ya kimataifa. Miongoni mwa mikutano hiyo ni mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika kuhusu nishati, mkutano wa pamoja wa EAC na SADC kuhusu amani katika DRC, jukwaa la ushirikiano wa China na Afrika. Mikutano hii imeimarisha mahusiano ya kidiplomasia na kibiashara, hivyo kufungua fursa zaidi kwa maendeleo ya taifa. Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha dhamira kujenga utumishi wa umma wenye ufanisi kwa maendeleo ya taifa kupitia hatua mbalimbali za maboresho. Kwa mwaka 2024 serikali imewapandisha vyeo watumishi wa umma 234,121 kwa gharama ya shilingi bilioni 59.38, pamoja na kulipa malimbikizo ya mishahara ya watumishi 21,955 waliopo kazini yenye thamani ya shilingi bilioni 28.51. Vile vile wastaafu 1,416 wamelipwa malimbikizo ya mishahara yenye jumla ya shilingi bilioni 5.42, huku watumishi 11,288 wakipandishwa madaraja mapya ya kazi na mishahara mipya kufikia shilingi bilioni 931.82. Katika jitihada za kuimarisha rasilimali watu katika taasisi za umma, serikali imeajiri watumishi wapya 47,404 ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Tanzania imepiga hatua kubwa katika sekta ya mawasiliano kati ya mwaka 2020 na 2024. Mkongo wa taifa umeongezeka kwa 66%, huku wilaya zilizounganishwa zikifikia 109 kati ya 139. Matumizi ya simu yameongezeka kwa 69.46%, watumiaji wa internet kwa 45.41%, huku gharama za internet na simu kwa kiasi kikubwa zikipungua. Miundombinu imeboreshwa kwa kuongeza minara, kusajili anwani milioni 12.8 na kuboresha mifumo ya tehama, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na mikakati ya uchumi wa kidigitali imeanzishwa, huku shule 30 zikifaidika na maabara za kompyuta na internet. Kwa upande wa Wizara ya Katiba na Sheria, imeweza kuhakikisha utawala wa sheria kwa kusimamia utoaji wa haki, hifadhi ya katiba na kutoa ushauri wa kisheria kwa serikali. Pia inahakikisha sheria zinakidhi mahitaji ya mabadiliko ya kiuchumi, kijamii, kisiasa na kiteknolojia. Elimu ya uraia na utawala bora imetolewa kwa viongozi 1401 katika mikoa 5 na maudhui ya katiba yameingizwa kwenye mitaala ya shule na vyuo vya ufundi stadi, ambapo VETA itaanza kufundisha mwaka 2024-2025. Kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia imewafikia wananchi milioni 2,191,274 katika mikoa 22. Ili kuongeza ufanisi wa utoaji wa haki, mifumo mitatu ya tehama imeunganishwa na dashboard ya takwimu, ikihusisha mahakama, RITA na ofisi ya taifa ya mashtaka. Februari mosi mwaka 2025, Tanzania ilishuhudia mwanzo mpya wa elimu yetu baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuzindua rasmi sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Sera hii inatoa mwelekeo mpya unaozingatia maarifa, stadi na ujuzi,
ikilenga kuandaa rasilimali watu wenye ujuzi kama mtaji, human capital, pamoja na msisitizo mkubwa katika stadi za karne ya 21 na mahitaji ya kiujuzi kitaifa, kikanda na kimataifa. Maono yetu ni kusomesha watoto wetu wawe wataalamu na sio tu wasomi. Unaweza ukawa msomi, ulichokisoma hakikusaidii wewe wala taifa. Lakini ukiwa mtaalamu wa eneo fulani, ule utaalamu utautumia kujisaidia wewe, lakini kusaidia taifa lako. Kwa hiyo lengo letu ni kuzalisha wataalamu. Kama wasomi watatokea, well and good, wasome, watoke kama wasomi, lakini hasa wataalamu wenye ujuzi. Lengo letu ni kutayarisha vijana wetu tayari kwa soko la ajira. Kwa kuhamasisha masomo ya sayansi, serikali imeanzisha Samia Scholarship kwa wanafunzi waliofanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi, uhandisi, teknolojia na elimu tiba. Hadi kufikia mwaka 2023-24, zaidi ya wanafunzi 9,000 wamenufaika na ufadhili ama scholarship hii. Katika kipindi hiki tumeshuhudia maendeleo makubwa katika miundombinu ya elimu, kama vile vyumba vya madarasa, shule mpya, vyuo vya ufundi na vyuo vikuu. Hadi sasa tumeona ujenzi wa kampasi mpya 16 za vyuo vikuu na vyuo vya ufundi katika mikoa mbalimbali. Kwa upande wa mikopo ya elimu ya juu, jumla ya wanafunzi 830,000 wamenufaika na mikopo ya shahada, ikiwa na gharama ya shilingi trilioni 8.2. Katika shule za sekondari, vyumba vya madarasa vimeongezeka kutoka 17,000 mwaka 2020 hadi 48,473 mwaka 2024. Idadi ya shule mpya za sekondari imeongezeka kutoka 5,280 mwaka 2020 hadi 5,807 mwaka 2024, huku idadi ya wanafunzi ikiongezeka kutoka 2,200,073 hadi 2,695,750. Kupitia programu ya taifa ya kukuza ujuzi kazi, serikali imeratibu na kuunganisha Watanzania 1877, wanaume 437, wanawake 1440 na fursa za ajira nje ya nchi. Serikali imeratibu na kuunganisha wahitimu 811 na fursa za mafunzo ya uzoefu wa kazi. Utekelezaji huu ni sawa na 54.06% ya lengo la kuunganisha wahitimu 1,500. Vilevile serikali imezindua mpango kazi wa taifa wa haki na usawa kwa watu wenye ualbino na mkakati wa taifa wa teknolojia saidizi kwa watu wenye ulemavu. Unalenga kupunguza unyanyapaa, kuboresha ulinzi wa watu wenye ualbino na kuendeleza usawa wa kijamii katika upatikanaji wa huduma na fursa. Haya yote ni mafanikio na juhudi za serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka 4.